Ndio mdogo wangu, nimekuita, naomba unisikilize kwa makini. Na utakapotoka hapa tuwe tumekubaliana. Jambo la kwanza ni kwamba umenipigia simu mara kadhaa unaniambia kwamba unataka kufuata dawa katika msitu wa Pande. Hili swala na mdogo wangu, nilikuwa napendelea kwamba unisikilize kwa makini, na vile vile kwa sasa nilikuwa sijapata mshahara. Nikipata mshahara nafikiri ndani ya mwezi huu, bado siku kama 5 hivi. Sasa zile siku 5 nikishapata mshahara tu, mimi nafikiri nitakupeleka hospitalini, utapona. Na madaktari ni bingwa. Wale madaktari ni bingwa sana hospitalini kuliko hata dawa za kienyeji. Na maana ukishafika kule watakufanyia uchunguzi, baada ya uchunguzi watakutibu na utapona. Mimi hilo nina imani nalo, naomba univumilie. Sawa kaka, nimekuelewa. Kwa ushauri wako ulionipa nitaufanyia kazi. Sawa kanishauri, ila katika kunishauri kwake mimi sikubaliani na hilo. Siwezi nikakubaliana na hilo la kunipeleka hospitalini. Unajua huyu bwana kakaangu huyu, nishamuona huyu ana vitu anakuwa anavitumia. Mbona akatae kwenda kufuata ile dawa? Hivi hospitalini anajua hivi ndio naweza nikapona? Mimi bwana sikubaliani na huyu kaka. Kama yeye anataka kunitoa ndagu, kwangu amekwama. Kwangu amekwama, aweza kanitoa ndagu. Hili jambo itakuwa nilivalie njuga leo hii nifuate dawa. Sikubaliani na hili. Kama ana mpango kunitoa ndagu, amekwama kwangu. Siwezi kutolewa ndagu mimi. Msitu wenyewe nitaujua, na tena najua alizami nishaenda. Mimi eti ndo nimeamua, mimi ndo makalanga. Hawezi kunifanyia hivyo mimi. Kwenye dawa lazima niende, nafuata. Eti msitu tu. Nitapanda hata bajaji nitaenda. Lazima niende. Tena ameondoka. Tena huu ndo muda mzuri wa kwenda. Tena huu ndo muda mzuri kabisa. Nimekumbuka. Hata kama akinifukuza kwake, najua Simba anatunziaga hela ndani. Kuna beki lake ameliacha. Nikitoka huko akija kunifukuza nachukua au niingie nikachukue hela kwanza. Au niende kwanza. Nikitoka kule nikimwona ameleta mdomo naingia ani mti huu utanikumbushia enzi za wakina babu zangu. Babu alikuwa ananiambia kuna kamti kazuri sana kako msitu wa Pande. Kumbe ndio aka kamti aka ndio kalikuwa kamti gani aka. Huu mti ndio dawa ya nanili. Ndio dawa kama mtu azai, kama mtu ana matatizo ya mimba, huu mti ndio unatibu. Kama ana mchango mwanamke aingie kwenye siku zake, huu mti ndio wenyewe huu. Babu alikuwa ananiambia sana. Hivi mjukuu wangu, ukitaka kuwa mwanamke, ukimwona ana tatizo kama hilo, njoo chimbo mzizi. Huu mzizi ndio akinywa ukimpelekea mke wako, huu mti ndio dawa tosha. Kweli leo ndo nimeupata. Leo utafuta siku nyingi sana, na miaka kama 10 na utafutaga huu mti. Leo ndo nimeupata. Sehemu kweli hii bwana inanikumbusha mbali sana. Kumbusha sasa marehemu babu yangu Mzee Kokolo. Mzee Kokolo bwana, mzee huyu alikuwa mkoloni sana. Hizi mtu alikuwa anazijua sana hizi. Mzee Kokolo huyu bwana alikuwaga mfalme wa Kiangani. Wa Kiangani kule. Huu mti mzuri sana huu.
dawa kabisa hii. Watu wanaiona tu. Watu wanapitaga. Watu kuja humu waweze wakaingia humu msitu huu. Huu msitu huu una mashiti magumu sana kuingia humu. Mtatoka kama nimeupata huu mti mpanga uzazi. Nitatoka. Yule ananidanganya tena nikatoka humu. Mimi lazima nitoke. Kama huu mti huu enzi za wakina babu zetu, mzee mkoloni alikuwa kwenye huu mti. Alikuwa ananiambia, sasa hivi nimeingia nimeanza kuona huu. Na ule mti ninaotafuta lazima niupate. Lazima nitatoka. Mimi ndio mimi. Lazima nitoke humu kwenye huu mti. Kuna msitu huu. Lakini huu mti huu nimeutapaga miaka mingi sana. Huyu kaka ananidanganya ukiingia mule hauwezi ukatoka. Kwangu lazima nitoke. Ngoja niendelee kutafuta, tafuta ni uchimbe. Saa 10 bado hata sijala, najisi njaa sana. Nikae kwanza nitulie. Nifunge kwanza hapa nilale. Toka hapo. Kae tu bora hapa. Nifunge kwanza. Nitulie kwanza. Nje imenuna sana. Sasa nitaweza kukaa. Kwanza nisinzie. Tuliza akili kwanza. Ndio wazee. Ndio mambo ya kutafuta dawa. Kumbe waliweza kuwa linaniuma hivi. Sasa mtu ananikataza eti nisiingie kwenye huu msitu wa pande. Msitu wa pande kuna nini? Bora mpaka sasa hivi nipo. Sijafanya kitu chochote. Sijafanya kitu chochote. Alafu mpaka sasa hivi nishaanza kuona dawa nyingine. Nimeona dawa ya uzazi. Nililia na Mungu, kuna siku nitapata dawa. Na kweli leo ni siku yenyewe ya kupata dawa. Kama kweli nimepangwa siku ya kupata dawa, kuja nipate tu. Nilale hata dakika 2 hivi. Pata akili kwanza za na njaa yenyewe inasumbua. Au nilale chini? Nimefunga la nini sasa? Nilala kesho nikamuka tajiri. Kuna siku itapita ya kuuma tumbo langu.
Leo niko polini kwenye msitu wa pande, leo ndo natafuta dawa mwisho yangu. Naomba wahenga munisaidie kwa haya majaribu ninayoyapitia katika huu msitu wa pande. Kaka yangu ameniambia siwezi nikatoka kwenye huu msitu. Wahenga nisaidie, na njaa inaniuma sana. Jamani nisaidie, kama dunia nimeikosea nini mimi? Jamani kinyonge changu ndio kinanipala. Bora nibaki na umasikini ila nisikae na maugonjwa. Mungu wangu niepushe, nitoke salama kwenye huu msitu. Mimi naitwa Makalango. Mimi naitwa Makalango, mjukuu wa mzee Msisi. Nimekuja kutafuta dawa ya mzee ya tumbo. Naumwa sana Makalango. Sasa jamani, huyu kakaangu ananiambia sasa nikaja huko. Bora nimekuja, nimeona dawa na dawa zingine na dawa ya uzazi nimeiona. Hapa nitakuwa nianze na ipi? Au nitafute kwanza hii dawa? Nimekuja kutafuta dawa kwanza ya tumbo. Lakini hiyo dawa nikichimba hiyo ya uzazi, nikifikisha kule kijijini kwetu, hiyo dawa napiga hela sana. Mtu tu yoyote akija ana tatizo la uzazi, namuuzia kikombe 20,000. Akienda kuzaa ananiletea ng'ombe. Siwezi kuja kuhangaika humu kwenye msitu alafu nikashindwa kupata chochote. Mimi ndo Makalango. Mimi ndo Makalango. Mimi ndiyo Makalango wa mzee. Nalilia na Mungu. Leo Makalango nimekuja kwenye kutafuta dawa. Mimi ndo Makalango bwana. Nimekuja kutafuta dawa. Jamani wahenga wakina mzee Msisili. Mimi ndo Makalango mjukuu wenu, naomba mnilinde katika kwenye huu msitu wa pande. Jamani, mzee Msisili, mzee wangu, babu yangu kuzaa babu, nimekuja leo humu. Mwanenu naomba mnisaidie mjukuu wako nitoke salama kwenye huu msitu wa pande. Nililia na nani jamani mimi? Hebu naomba munipe upeo wa kuipata dawa. Mungu wangu nisaidie kwa hili kosa nilolifanya. Tumbo langu linaniuma sana. Jamani mimi ninaitwa Makalango, mjukuu wa mzee Makalango, baba yake na mzee Musisi. Mimi mjukuu nimefuata jina la babu Makalango. Makalango. Ngoja niamke nikatafute dawa sasa hivi. Najua mzee Msisili amenisikia sana popote pale nilipo. Kwanza nimepata furaha. Jamani, Msisi na kumbe huu msitu ni mzuri sana. Alafu kaka Keta ananiambia usiende. Eti ananipangia nisiende mimi. Ndio sikubaliani na hili. Nimekataa. Hawezi kuniambia nisiende kwenye msitu kama huu. Tumbo linaniuma, eti ananiambia nisiende. Yeye ni nani kwanza dunia hii? Yeye ni nani? Anajuaje ana upeo gani? Ndio hao wazee wanajifanya ukifisha tu miaka ya 40 20 akwambia usiende. Eti anajua mengi. Kwenye dunia anajua mengi. Angekuwa na mengi eti angekuwa anajenga, labda alikuwa anajenga baharini. Anda mambo gani huyu? Hii dunia ingekuwa ni ya kwake. Niache na mimi niende nikajionee mimi mwenyewe. Lakini najua nitatoka, sehemu yoyote nikienda nitatoka.
Hapa nimefikaje? Kwa nenda wapi? Kwa nenda kutafuta dawa. Niache basi. Ngoja nikajaribu. Kama vile bora anakuja kuja. Sio yenyewe. Ndio hii. Sio yenyewe. Hebu ngoja nijaribu nione. Mbona chungu hivi? Itakuwa sio yenyewe hii. Hivi itakuwa iko wapi? Itakuwa wapi dawa hii? Paka nimechoka sasa. Paka nimechoka. Mbona kila kitu ni mimi? Kila kitu ni mimi. Nimechoka jamani. Wahenga. Mbona kila kitu ni mimi tu? Kila jambo ni makalanga. Kila jambo ni makalanga. Kila jambo ni makalanga tu. Ni yeye tu. Mimi hamna bwana. Lakini ngoja nitapambana. Mimi ndo makalanga. Tajua sehemu pale ilipo. Ngoja nikajaribu hapa. Ndio hii. Ndio hii. Makalanga. Nimeipata dawa yenyewe sasa. Tumbo langu tiale. Hii ndio dawa nilikuwa naitafuta miaka mingi sana. Nimeanza kuugua tumbo na miaka 10. Sasa hivi ndio nimeipata hii dawa. Wahenga. Mzee Msisili. Popote pale ulipo mzee wangu. Lala salama mzee wangu. Hapa nakimbia kama nini hapa. Pata hii dawa hii. Najaribu kutafuta ila kesho yangu nimeiona. Dawa niliyoitafuta siku nyingi leo ndio nimeipata. Dunia niombe nilinde na mabaya yalonisonga katika tumbo langu. Nimeipata makalanga. Hii dawa ndio ya kunitibu mimi. Hapa sasa niende. Kaka alikuwa anasema sasa nikaipata. Ajifanya ni mkoloni. Mkoloni wake upeleke kule. Nimepata dawa hii. Niombe ni wahenga. Sheni safari yangu ninapokwenda. Jua sijui pa kufika. Mimi. Jamani. Sasa njia ile nilikuwa nimepitia bora sasa hivi bora pote pamezibwa. Napitia wapi mimi tena jamani? Bwana kila kitu ni mimi tu. Bwana kila kitu ni mimi tu. Nimechoka.
Sasa unaona sasa. Yaani hapa nimepotea. Huko pote ni chaka. Huko pote ni machaka. Wahenga nisaidieni. Nakumbuka maneno ya kaka alinikataza kuja huko. Sasa hivi sasa juu naenda wapi? Nikumbushie maneno ya wahenga walikuwa wananiambia. Hivi nini tena kinachoniandama hichi? Ni nini tena? Bora kila kitu ni mimi. Jamani, yaani ni mimi tu. Cheki sasa hivi nimepotea na njia. Mtu, una nini? Nitaenda wapi leo? Leo nilikuwa nimekatazwa na kakaangu nisije humu, lakini mimi nimekuja humu. Hivi kuna nini? Mbona kila kitu ni mimi? Kila kitu ni mimi. Nimechoka. Nimechoka sasa. Kila kitu ni mimi. Kila kitu ni mimi. Nimechoka. Hapa niko wapi? Hapa niko wapi? Hapa niko wapi? Hapa niko wapi? Jamani, niacheni. 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 Staki, niacheni. Staki, niacheni. Niacheni.
Niacheni. Niacheni. Niacheni. Hivi nini humu jamani, mateso gani haya? Mateso gani haya? Na mdogo wangu, nikueleze maneno haya kwa sababu sisi binadamu huwa tunapita. Najua hii dunia leo kuna kucha, halafu kesho usiku. Naomba unukuu haya maneno kwa kinagaubaga, ili kusudi angalau hata kama nisipokuwepo wewe unayajua na kuyatambua na uyashike kabisa kuyazingatia. Ni kwamba endapo ukikosea ukaenda katika msitu wa pande, ule msitu ukifika kule ukiingia kimakosa, wazee walikuwa wakisema kwamba unapaswa kuomba msamaha. Cha kwanza ukiwaambia, enyi wahenga mlioko katika huu msitu, nimekosea na kukanyaga msitu huu kwa makosa. Sasa naombeni unisamehe, nimweze kuniachia nipate kurejea. Na vile vile usitoke na chochote mle. Ukitoka na hata na mti au tawi lolote, juu umeangamiza kijiji. Sasa basi, naomba unielewe kwa maneno haya mafupi ambayo nanukuu kutoka kwa wahenga wetu. Ukiyazingatia, nafikiri utakuwa umenusuru kijiji pamoja na kizazi na vizazi vijavyo. Naomba uyanukuu vizuri mdogo wangu. Nimekueleza haya kwa sababu leo, kesho sipo, kesho kutwa una wajukuu wako unashindwa kuwaambia, na msitu tupo jirani nao. Naomba usikilize vizuri na uyashikilie na uyakae katika moyo wako na akili zako. Nashukuru kwa kunisikiliza na umenikubalia vizuri kabisa. Nashukuru, naamini utayatenda. Sawa kaka, nimekuelewa. Kwa ushauri wako ulionipa, nitaufanyia kazi kakaangu. Nimekumbuka kaka shawahi kuniambia ukikosea kwenye huo msitu wa pande, unasema unaita wahenga. Kweli nimekosea kuingia katika huo msitu wa pande. Mimi ni mjukuu wa mzee Msisi. Mimi jina langu naitwa Makalanga. Naomba mniachie, mimi kweli nimekosea. Wazee, niachieni. Niachieni. Makalanga mimi, mjukuu wa mzee Msisi, niachieni.